jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa na familia ya Mungu kigango cha Mbega, tunayo furaha kubwa kuwa mahali hapa kufanya misa ya shukrani ya padri wetu Ayubu Mageni. Tunaposhirikiana naye katika misa hii,
Tuendelee kuombea mtoto aliyepotea ambaye wenzetu sasa wapo huko kumtafuta tangu jana na leo. Katika misa hii tumwombee apatikane akiwa salama ili arudi kwenye jamii yetu. Katika misa hii pia tutaombea marehemu Ephraim Mwageni Erikia Mwalongo, Avelina Mwageni Celestine Mwageni, Paulinus Mwageni Kanisia Mwalongo, Joseph Mwageni, Emilia Mwalongo Elasto Mwageni, Florian Mwageni Alois Muhanje, Rosina Mwalongo Christian Muhanje, Godfrey Muhanje imeombwa na wanafamilia ya kina Mwageni. Pia Agnesia Mwalongo anamshukuru Mungu kwa kumjalia afya njema na anamuomba Mungu azidi kumjalia afya njema yeye na familia yake, na anaombea marehemu wafuatao: Severini Msema, Kaspari Msema, Cecilia Msema, Geremana Msema, Albert Mwalongo, Onesimo Mwalongo, Valenciana Msema, Lucas Mwalongo, Rufina Mwalongo na marehemu wote wa ukoo wao. Kwa ajili ya marehemu hawa, raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Sasa nimwalike kwetu Padre Ayubu atuongoze katika misa hii. Pia tumkumbuke Padre James Chaula. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana naomba Maria Mwenyezi, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Ee Mungu, walijiwa wenye huzuni, uliyapokea kwa huruma machozi yenye unyofu ya Mtakatifu Monika, akiomba uongofu wa mwanaye Agustino. Utujalie kwa maombezi hao wawili tuweze kutubu kweli dhambi zetu, tupate msamaha kwa neema yako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana, na pindo la vazi lake likajaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na wenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizigiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake anayelia, naye nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na mimi ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akagusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefutiliwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Uoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukawafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao. Neno la Bwana. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako.
nikafanya mapenzi yako. Bwana kwa saburi akaninamia, akakisikia kilio changu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndizo sifa zake Mungu wetu. Kuna matoleo ukupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Ndipo niliposema tazama Somo la waraka wa kwanza kwa Wathesalonike. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho, msiutweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu ihifadhiwe muwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, eneneni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akimshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Mungu ni mwema kila wakati. Wapendwa na familia ya Mungu, tunapoungana na padre wetu Ayubu Ephraim Mwageni kumshukuru Mungu, kuwashukuru wazazi, kuwashukuru wanafamilia, kuwashukuru wana Kigango, kuwashukuru wana Lukulaso na wengine wote waliomsaidia katika kuijongea altare ya Mungu, niwaalike kwanza tusimame. Tusimame tuwakumbuke na kuwaombea marehemu Baba Ephraim Mwageni, Baba James Chaula, ambaye kwa hakika huko aliko na uhakika anaungana nasi kwa sababu ilikuwa ni hamu na shauku yake apate mdogo wake. Lakini pia tumkumbuke Padre Arnold Ngole, ambaye Mwenyezi Mungu amemuita jana katika makao ya milele. Lakini pia tumkumbuke Padre Andreas OSB, aliyekuwa paroko wa muda mrefu wa Uwemba, ambaye pia Mwenyezi Mungu amemuita alfajiri hii. Raha ya milele uwape Bwana, wastarehe kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Tuketi. Baba Ayubu aliniomba anapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee leo katika kigango chetu cha Mbega, ni ongoze tafakari. Kushukuru ni kuomba, na kushukuru ni kupata maradufu. Tunapomshukuru Mungu leo, tuongozwe na tafakari ya masomo yetu mawili, Injili tuliyoisikia hivi punde na somo letu lile la pili. Hilo litakuwa wazo la kwanza la shukrani, lakini wazo la pili litakuwa juu ya moto wake wa upadre. Katika somo la Injili tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo anapita kati ya Samaria na Galilaya, anakutana na wakoma 10. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya uliokuwa unatafuna viungo. Leo hii kwa sababu ya teknolojia na sayansi kukua, hatuwaonioni sana. Kule Songea kuna kijiji kimoja kinaitwa Morogoro, na kwenyewe walitengwa. Kwa hiyo mtu yeyote aliyeonekana na ugonjwa wa ukoma, kwanza alijionyesha kwa kuhani.
na kuhani akithibitisha kwamba na ukoma, alikuwa anatengwa, anapelekwa karibu maili 12 kutoka lango la mji. Sasa lango la mji kwa Mbega sisi tuseme ni wapi? Ni pale juu mlimani? Mpakani ni wapi? Eti mpaka wa Mbega na Matola. Basi pale ndio pangekuwa ni langoni, tungesema pana bango karibu Mbega. Alafu kutoka hapo linaanza poli. Kwa kutoka hapo watu walikuwa wanatengwa na wekwa huko. Mawasiliano pekee yalikuwa ya aina mbili. La kwanza, mkoma alikuwa na kengele, kama ikitokea kuna wazima wanapita, alikuwa anagonga kengele usi ukaenda ukaambukizwa. Lakini la pili, akiona bado ukusikia kengele, alipaswa kupaza sauti, mimi mkoma ninapita, ili mzima asiambukizwe. Na yeyote aliyepeleka chakula mahitaji kwa mkoma alikuwa anaweka, halafu anasogea mbali kidogo, anagonga kengele, halafu wakoma wanakula, wakimaliza na wenyewe wanaacha vyombo, wanasogea pembeni, wanagonga kengele. Kwa ukoma, yeyote aliyekuwa na ukoma ni kama mtu aliyekuwa amekufa, kwa sababu alitengwa na familia yake, alitengwa na jamii yake, alitengwa na watu wake, na alitengwa na mazingira aliyoyazoea. Hawa wakoma 10 hawa, kati ya wakoma 10, 9 walikuwa Wayahudi. Wengine matatizo yanatuunganisha. Tunaweza kusema wa Makoo wanabaki wa Makoo, wa Mbega wanabaki wa Mbega, wa Matola wanabaki wa Matola. Ila tukipata shida kama shida hii tuliyoipata ya kupotea mtoto, wa Makoo, wa Mbega, wa Matola wote tunafanya nini? Tunaungana. Kwa hiyo hawa wakoma, kwa kuwa ukoma wote walikuwa wametengwa kwenye nafasi zao, waliungana. Wote wanapomwona Yesu hawaogopi na kugonga kengele na kusema sisi wakoma. Wanaenda kwa Yesu na kumwambia, Bwana mkubwa, uturehemu. Wote. Na Yesu hawaambii nendeni mmepona. Anawapa sharti. Sharti, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Sio nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Nadhani Yesu alitambua kwamba yako makundi mawili, Msamaria na Wayahudi. Wakiwa wazima hawachangamani. Mmoja ni chotara, huyu Msamaria hawezi kuchangamana na mtu ambaye yuko safi. Kwa ndio maana akasema nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa safarini kwenda kujionyesha kwa makuhani, wote wakatakasika, wakawa safi, wamepona. Furaha ya kupona, sidhani kama kweli walikumbuka kwenda kujionyesha kwa makuhani. Walau huyu mmoja anarudi kwa Yesu kushukuru, asante Yesu kwa kuniponya. Yesu anauliza, wale 9 wako wapi? Je, hawakutakaswa wote 10? Hawakuonekana wanaorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu, kwa Ayubu, unarudi leo kumpa Mungu utukufu miongoni mwa wale waliofadhiliwa na waliopewa baraka na neema za Mungu, kumwambia Mungu asante. Unamwambia Mungu asante kwa sababu ndiye aliyekulinda, ndiye aliyekuongoza, ndiye aliyekupa afya, ndiye aliyekupa zawadi ya wito. Kwa unaposhukuru, unaona huyu anaongezewa, anapewa utakaso, sio wa mwili tu na wa roho pia. Enenda zako, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Kwa kushukuru ni kupata mara 2 mara 3. Nitoe mfano. Palikuwa na mfalme mmoja. Yeye kazi yake ilikuwa kugawa mkate. Yeye anagawa mkate. Kila asubuhi watu wa ufalme wake wanaenda kwa mfalme kupokea mkate. Kama ambavyo mimi na wewe na wote tuliopo hapa, kila siku itwayo leo Mungu anatupatia pumzi, si ndio jamani? Kwa mfalme yule alikuwa anagawa mkate. Wakatokea watu wawili wa tofauti. Mmoja akipokea mkate anasema, asante mfalme, ufalme wako udumu, maana hata huu mkate leo ni sababu yako, nimepata riziki ya leo. Huyo mmoja. Mwingine akipokea mkate
Anasema asante Mungu, ni kwa rehema na neema zako hata leo nimepata riziki yako. Kwa kila watu wakipokea mkate, hawa wawili wakavutika, mfalme akavutika nao, akapendezwa nao hawa wawili. Sasa mfalme siku moja akasema, sasa mtamkomoa huyu anayesema asante Mungu. Mtamkomoa huyu anayesema nini? Asante Mungu, tuone huyo Mungu wake anayemshukuru. Lakini huyu anayesema asante mfalme, nitamuongezea kwenye mkate wake. Mnapotengeneza mkate, ndani wekeni dhahabu ya kutosha, ili akienda kuuza dhahabu asiendelee kuomba mkate. Wakatengeneza mkate mmoja tofauti, mikate ile mingine kama anavyotengeneza kawaida. Akatangulia yule anayemwambia asante mfalme, ufalme wako udumu, maana hata riziki hii nimeipata kwa baraka zako. Mfalme akampa mkate uliowekwa dhahabu. Alafu alipokuja yule wa pili, mfalme akasema, sasa tuone huyu anayepokea kila siku anamwambia asante Mungu ataendelea kuja. Wema na ukarimu wako hauna kipimo. Tazama, hata leo nimepokea riziki ambayo inatoka kwako. Asante Mungu. Akapokea mkate. Jamaa yule aliyepokea mkate kwanza alikaa pembeni na msubiria rafiki yake afike. Akamwambia, mkate wangu mzito sana, naonekana nimepata mkate mbichi. Sasa kwa kuwa wewe rafiki yangu tumbo lako liko safi, chukua huu mkate mbichi, nipatie mkate ulio wako ambao umeiva. Kwa asante Mungu akapata mkate wenye dhahabu. Huyu anayesema asante mfalme akarudia kupata mkate ule ule. Kesho yake mfalme anamsubiria yule anayesema asante Mungu. Anamuona yule anayesema asante mfalme, ufalme wako udumu, yuko kwenye foleni. Anauliza, rafiki vipi, mbona uko hapa? Mfalme, kama kawaida, kila siku lazima tuje tupokee mkate. Mfalme akamwambia, mkate wako wa jana uliula? Akasema, mfalme, jana nilipata mkate mbichi, na kwa sababu ulikuwa mzito niliamua kumpa rafiki yangu ambaye tumbo lake ni zuri, linaweza kula mkate bila kupata madhara. Yeye ndio maana alikula ule mkate, mimi sikula. Akasema, ule mkate haukuwa mbichi. Mkate ule ndani yake tuliweka dhahabu. Tulitamani usiendelee kuja, ila tunamwona rafiki yako leo hayupo. Mfalme akasema, hakika nimetambua wa kushukuriwa ni nani? Ni Mungu. Anayeshukuru anapata maradufu. Na wewe unapomshukuru Mungu utapata maradufu kwanza. Kwa hiyo wa kwanza wa kushukuriwa ni nani? Ni Mungu. Lakini la pili, anawashukuruni sana ninyi wazazi, familia wote. Nyakati za ukuzi wa Ayubu, miaka ya 2004, 2005, 2006, 2007 na 2008, Wanambega mnaweza kukumbuka, ndio msimu ambao viazi vilikuwa vimechanganya. Uongo kweli? Vijana wengi waliokuwa wanaenda sekondari Matola waliacha masomo kwa sababu wamepata viazi, wakarejea nyumbani na kununua bodaboda na maisha mengine yakaendelea. Uongo kweli? Kwa wazazi wengi walikata tamaa kuwapeleka watoto wao shule kwa sababu wamevutiwa na viazi. Na mimi nilimwambia baba Ayubu, mmoja wa wahanga wa kuchanganya viazi ni mimi. Last born wetu nilipata nafasi Filipo Mangula nimhamishe aende Filipo Mangula, akagoma kisa na mkasa viazi. Kwa anawashukuruni ninyi wazazi, pamoja na viazi kupamba moto, hamkuambia yeye na kaka zake na wengine waache shule. Lakini Bwana mpiga Monika kila wakati. Monika hakukata tamaa. Alimlilia Mungu, alimuomba Mungu.
mzuri wa sura, ana uwezo, lakini tabia yake ya hovyo. Ndio Mtakatifu Agustino akaendelea kumlilia Mungu, akamuomba Mungu. Mwishoni Mungu akasikia kilio chake. Agustino akaongoka, akawa padre, askofu, mwalimu wa kanisa. Kwa yale aliyopitia Mtakatifu Monica ndiyo hayo uliyoyapitia Mama Benedetta. Ndiyo maana amechagua misa hii anapomshukuru Mungu, ili anapokushukuru wewe, wazazi, ndugu na jamaa, huyu Mtakatifu Monica, muombezi wa wenye shida, dhiki na matatizo, asindikize sala hii ya shukrani. Nitume umire tewa kujue wewe, nitume neno lako, nitume njoo hapa baba hivi njoo. Naomba mketi wanakwaya. Musa alipokuwa anatumwa na Mungu aende kuwakomboa wana wa Israeli, alitoa kisingizio: mimi ni bubu na kigugumizi, sitaweza kusema neno. Mungu alimpa nena yale yanayomwagiza, akamwambia, nitakupa Aroni, ndiye atakaye. Na wewe umesema, nipo Bwana, mimi unitume. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya, tunamuona Mungu anamuita nabii Isaya awe mtume na misionari. Anapoitwa nabii Isaya, yeye hatoi kisingizio, mimi mfupi, mimi sijui. Yeye anasema, mimi nimezaliwa kwenye jumuiya na jamii yenye watu wenye midomo michafu, na mimi nina mdomo mchafu, nitakayo yanena yatakuwa machafu. Kwa hiyo sioni kama ninafaa kulihubiri neno lako. Mungu akamwambia nabii Isaya, akachukua mkaa wa moto, akauweka kwenye mdomo wake, akautakasa mdomo na kinywa chake, atumie kuhubiri neno lake. Unaweza ukasema nipo Bwana, lakini ukaanza kisingizio, mimi mfupi, maana usimnaona tulivyo na vimo vinafanana. Mimi mfupi, naoenda kuwahubiria warefu, naoenda kuwahubiria wanene, naoenda kuwahubiria wana madaraka, wana vyeo. Mungu amekujaza neema na baraka, amekuteua uwe mdomo wa wasio na midomo, uwe kisemeo kwa wale wasio na uwezo wa kusema. Mungu anakutuma uweze kuonya kwa wale ambao wamekosa maonyo, uweze kukemea kwa wale wanaoenda visivyotakiwa, lakini uweze kutia moyo kwa wale wanaopaswa kutia moyo na kuwafariji. Ulie na wanaolia, uwafariji wanaohitaji faraja, lakini zaidi sana wanaohitaji kuonywa na kukemea, uwakemee. Haijalishi kimo chako, haijalishi umri wako, haijalishi vyovyote. Mungu atakupa la kulinena, usiogope. Nenda kaketi. Yatengeneze maisha yako ili na mwingine avutike, kawe role model. Kila mmoja akitamani kuishi mahali palipotengenezwa. Ndio hapo tunaanza kusuguana. Misuguano, migongano, kwa sababu tunapambana. Katengeneze, usibaki. Juzi mhubiri alikwambia kaweke legacy. Weka unyayo, weka alama kwamba
palikuwa na mtu mfupi, mchungaji anaitwa Ayubu Mwageni. Hiyo ndio anayokwambia Isaya, na wewe unasema nipo hapa Bwana unitume. Utajutia upande wako kama ukiwa hivi. Ila ukiwa pande unayetaka kula bata, mwanangu, kuna wakati utafuria. Utaingia kwenye uongo, utaingia kwenye usanii, utafute miujiza ya uongo wakati ni zama za miujiza hazipo. Sasa ni zama za kuhubiri neno, ekaristi na zama za sayansi na teknolojia. Kwa mimi nakutakia kile lililo jema. Itika wito wako, timiza wajibu wako, usiache kumshukuru Mungu. Kumbuka, unapomshukuru Mungu na watu unapata maradufu. Unapokuwa mcha Mungu, unakubali kutumika kadiri ya mapenzi ya Mungu, Mungu anafungua milango ya mafanikio na utume wako utabarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila tumbo, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vilivyo naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, vyote tulivyo navyo tumevipata kwako, muumbaji wetu. Tunakushukuru kwa sababu umetuumba, Bwana. Tunakushukuru kwa zawadi ya uhai uliotujalia, Bwana. Upokee shukrani yetu kwa sababu twaweza kupenda na kukutumikia, Bwana. Upokee shukrani yetu kwa sababu Kristo ametukomboa katika utumwa wa Shetani, Bwana. Tunakushukuru kwa sababu umetupa amani na uelewano, Bwana. Tunakushukuru kwa kutupa marafiki, ndugu, jamaa na kuwa pamoja katika njia ya kuja kwako. Muumbaji, mfadhili wetu mkuu, tupo mikononi mwako, twakupenda, twakushukuru, twataka kukutumikia siku zote. Utupe neema ya kukaa kwako milele, kwa Kristo Bwana wetu. Basi kabla ya matoleo, niombe makatekista
Tuhesabu Wakatoliki waliojiandaa kupokea Ekaristi Takatifu siku ya leo. Tuhesabu kwa usahihi. Tunyoshe mikono tunapokea Ekaristi Takatifu. Wow.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa utukufu wa kanisa lake takatifu. Ee Bwana, wetazame dhabihu ya taifa lako ninakutolea kwa uchaji kwa heshima Mtakatifu Monika, na uwajalie watu wako waione kuwa inawafaa kwa wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe unaja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa hazikuzidishiki tu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tukiungama kwa furaha E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Naye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Eni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu."
Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayemwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani yetu. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu, na Mtakatifu Mikaeli msimamizi wa kigango hiki, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa mlezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Eusebius Kiando, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, nao wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
tulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
usiokoe. Damu ya Kristo nichangamshe, mwanga wa upako wa Kristo yanioshe, matendo ya Kristo yanitie nguvu. Ee Yesu mwema na msifu, unifiche ndani ya jeraha zako, usikubali nitengane nawe, uninyime na adui mbaya, uniongoze kwa wako, yangu nigeuza wako, nikusifu pamoja na watakatifu wako, milele na milele. Tuombe. Ee Bwana, tumeshibishwa kwa vipaji vyako ambavyo tumevipokea katika sikukuu ya Mtakatifu Monika. Tunakuomba utujalie tutakase kwa nguvu zake na kutulinda kwa msaada wake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa wote tutapiga magoti tupate baraka mpya kwa mapadri wapya. Mapadri tupige magoti hapa mbele. Bwana awe nanyi. Kwa kunyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu na ya watakatifu Petro na Paulo mitume na ya Mtakatifu Agustino baba yetu na ya watakatifu somo zetu na ya watakatifu wote wa Mungu na kwa baraka zote za mbinguni na duniani, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Wakati huo mapadri wanaenda sakastia amani.